Boniface Kariuki na kupigwa risasi. Tunaona akipigwa risasi pale. Ni kitu ambayo inatuhuzunisha kabisa. Accountability tayari imeanza kufanyika. Wale officers tayari wameshtakiwa kwa makosa ya kumua yule kijana. Tukiendelea kwa kesi ya Albert Ojwang, kesi ambayo iko kwa mind zetu kabisa. Hiyo ni kesi tayari pia iko kotini, na Independent Police Oversight Authority imepewa jukumu ya kusema kwamba wakipata kwamba kuna bado watu ambao wanatakana washtakiwe, watu wengine zaidi bado wanaendelea, hiyo ni independent decision ya IPOA. Manake sisi tunasimama kando. Na ningetaka nikumbushe Wakenya kwamba hata kwa hii safari ya reforms pia sisi tumetoka mbali. Hapo mbele ningepata kwamba jambo kama ile limetokea, sisi wenyewe na askari ndiye polisi yenyewe ndiye mwenye kushtakiwa ama ndio mshukiwa. Unapata kwamba polisi wenyewe ndio wanafanya ile investigations. Na kidogo ikaanza kuleta maneno ya kusema conflict of interest. Or watu wengine wanasema blue code of silence. Kwamba polisi wenyewe wanataka wanajizuia. Sasa hapo tulitoka. Na ni vizuri wakati tunakumbusha Wakenya kwamba hii safari ambayo tumekuwa na safari ya reforms, maybe people might feel a bit disillusioned, but lakini safari iko. Na tunasema kwamba sio event. Na kidogo mimi nitatoka kwa hii kazi. Na lakini ningetaka niangalie hata nyuma yangu wale ambao wanakuja kwamba hii jambo wanaichukulia vipi. Lazima tusonge mbele na lazima tuwe kwamba tulenge mbele kabisa. Kwa hivyo ile kutokuwa na imani katikati ya wananchi na polisi, ni kweli there's trust deficit. Lakini Wakenya wakumbuke moja, na kama kuna kitu ambacho labda tunaweza kosa ingine yote, we have only one country, we have only one national police service. Wakenya wenyewe lazima waelewe kwamba makosa ya wale wachache, na these are few elements, haitaturudisha nyuma. The majority of officers, they wake up each and every morning, day and night, they are walking these streets kuhakikisha kwamba Mkenya wa kawaida yuko safe. Wacha nikupatie mfano.